Haya, wale ambao tulikuwa tukijaribu kuelezana kuhusiana na swala la elimu. Najua mikinzano haikukosa na haiwezi kukosa kwenye mada zozote. Na pia ni jambo la muhimu kwa jamii inayojielewa kukinzana kwa hoja. Ila waziri mkuu naye kaja kukazia pale pale. Hebu msikilize kwanza. Hizi VETA tumezijenga ili wewe ukasomee ufundi ukusaidie katika shughuli za ujasiriamali. VETA ile sio tu ya kijana wa darasa 7, hata uliyemaliza degree. Nenda kajifunze kushona nguo uwe fundi cherehani. Nenda kajifunze ufundi umeme uwe fundi umeme. Kwa hata mwanafunzi wa chuo kikuu anaweza kwenda kusoma VETA kwa sababu pale unasomea ufundi. Ndio malengo ya serikali ya kutoa fursa ya watu kusomea ujuzi. Binafsi mimi kwa mtazamo wangu ni kwamba ili wasaidie katika kujianzishia shughuli za kiufundi, kuendelea na shule, labda kuanza darasa la kwanza shule ya msingi hadi darasa la 4 au la 5. Hiyo iwe ni lazima. Ila ukishafika hapo umejua kusoma na kuandika, iwe option ya mtu mwenyewe achague ataendelea au aende zake VETA. Kwa nini ninasema hivyo? Kwenye vyuo kama VETA au na maeneo mengine, kule unajifunza ujuzi, na ujuzi unamtengeneza mtu kuja kujitegemea. Ujuzi unakufanya wewe ujitegemee, kwa sababu mtu mwenye ujuzi popote anapoelekea ataona fursa kwamba kutokana na nilichojifunza nina uwezo wa kufanya kitu fulani. Huyo ni mtu mwenye ujuzi. Ila wewe uliyesoma hauna ujuzi wowote zaidi ya yale uliokarilishwa kwamba utaenda kufanya. Yaani umeandaliwa kufanya kazi fulani. Ukafika muda umemaliza, sasa unahitaji ufanye ile kazi. Ile kazi inapokuwa imekosekana inamaanisha wewe haufai kutumika. Ila mwenye ujuzi ana uwezo kujitengenezea yeye mwenyewe ile kazi. Yaani iko hivi, mtu mwenye ujuzi anazalisha kazi. Na mtu mwenye elimu anategemea kazi zilizozalishwa na wenye ujuzi ili afanye kazi. Ndio maana unakuta tuna watu kama kina Diamond Platnumz ambao ni wasomi, ni wasanii wakubwa. Ila elimu yake hamna kitu. Ila angalia watu ambao wanakula kupitia jina lake. Ni kundi kubwa la wasomi. Kundi kubwa la wasomi wanakula kupitia mgongo wake. Ni kwa sababu ana nini? Alikuwa na ujuzi. So aliutumia ule ujuzi kuzalisha kazi. Kuna vyuo vya sanaa, kuliko kupoteza muda, kupoteza miaka unaenda eti umalize sekondari, ile ordinary level, uingie advanced level, uende chuo, unamaliza miaka. Alafu baadaye unarudi kitaa tena, unaanza tuna watu ambao wamemaliza vyuo wana degree zao wanapiga bodaboda. Sasa kama kweli ulikuwa na mipango au ndoto ya kujiajiri kupitia bodaboda, ni kwa nini tu wakati umemaliza zako darasa 5 la 6 au la 7 ukuchukua zako pikipiki ukaingia kitaa? Na mimi ungekuwa na